Ukiona dalili hizi tatu kubwa zinaonekana kwenye maisha kwako, ujue umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya jamii yako, au kwa ajili ya taifa. Namba moja, unapoona unakataliwa, unapita kwenye kipindi ambacho watu wengi wanakukataa, aidha watu kwenye familia, kaka zako, ndugu zako, wazazi wako wanapitia kukataa. Tunaona kwenye Biblia Yusufu anakataliwa na ndugu zake. Tunaona kwenye Biblia Musa anakataliwa na ndugu zake wana wa Israeli. Tunamwona Yesu Kristo anakataliwa na ndugu zake wana wa Israeli. Lakini unakuta watu hawa ndio waliochaguliwa kwa ajili ya kuwatoa watu wale kwenye maangamizo au kuwatoa watu wale kwenye tabu. Hivyo unapoona unapitia kwenye changamoto ya kukataliwa, si roho ya kukataliwa, jua ni kuwa Mungu amekuchagua kwa ajili ya kazi fulani na shetani anajaribu kukatisha tamaa. Namba mbili, mtu yoyote aliyechaguliwa na Mungu huwa anapitia matatizo, changamoto mbalimbali. Unakuta wanapitia magonjwa, unakuta wengine ujauzito wao unapitiliza muda, wengine wanawahi kuzaliwa, wengine unakuta kwenye ukuaji wao wanapitia magonjwa mazito ya manusura kuwaua, nusura kuwakatisha tamaa, nusura kuwasababishia matatizo makubwa. Lakini Mungu huwa anawasaidia. Ukiona dalili hizi, ujue umechaguliwa na Mungu. Na namba tatu, watu wote waliochaguliwa na Mungu huwa wamebeba moyo wa upendo na huruma, wakitamani watu wengine wasonge mbele, wakitamani wawavushe watu wengine. Mara zote wanakuwa ni misingi na pillars za familia, wanakuwa pillars za jamii, wanakuwa wanatamani kuiona jamii inafika mahali fulani au familia inafika mahali fulani. Yeye ndio unakuta anajitoa kwenye familia zaidi ya wengine. Ni kwa nini? Akinachomsukuma ndani yake ni kule kuchaguliwa na Mungu kuja kuwa msaada. Ukiziona dalili hizi tatu, ujue Mungu amekuchagua na ujitahidi kuwa karibu na Mungu. Biblia inasema mateso mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Bwana atakuponya kwenye yote na utakuwa baraka kwa ajili ya familia yako, jamii yako na taifa lako. God bless you. Shalom.